My name is Bishop Dr. Martin King. Majina yake anaitwa Askofu Martin King, daktari. But you can just call me Martin King. Lakini unaweza ukamuita tu Martin King. Because I love my name. Kwa sababu analipenda jina lake. Let me tell you something. Wacha nikwambie kitu. Love your name. Penda jina yako. The only thing that you've got is your name. Kile kitu unastahili kukiheshimu ni jina lako. Never allow anybody to drag your name. Usimruhusu mtu achezee jina lako. Make sure you defend your name. Hakikisha unalinda jina lako. Are you get one of that? Is all you got. Ni hiyo tu. Defend it. Linda jina lako. Stand by your name. Simama kwa jina lako. So I love my name. So nalipenda jina langu. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Yeah, God actually, I'm married to Dr. Mrs. Mercy King. Kwa kweli nimeoa askofu daktari. Yeah, my Mrs. wife. King. Yeah, my wife is a lecturer in the university. Yeye ni mwalimu wa chuo kikuu. And God bless us with 3 boys. Na Bwana amewabariki na vijana 3. Michael, Mitchell, and Miracle. Mmoja akiwa anaitwa Miujiza. Amen. Amen. And God bless us with a small church too. Na Bwana amewabariki na kanisa kidogo. Your church is very big. Kanisa yetu ni kubwa sana. My church is a very small church. Na kanisa yangu ni kidogo. Amen. Amen. I don't want to go into that this morning. Sitaki kwenda huko baada ya asubuhi. I want us to fly in the wings of God's word. Nataka nipepee katika mapawa ya neno la Mungu. That's all that matters. Hiyo ndio nataka. It doesn't matter what you've got in this world. Haijalishi ni nini nimepata ulimwengu huu. It doesn't count before the master. Haijalishi mbele ya mkubwa. What counts before the master? Kinachojalisha mbele za Mungu. Do you know him? Unamjua? Have you accepted him? Umewahi mkubali? Is his word living in your life? Unaamini nini ndani ya maisha yako? That is all that counts. Hicho tu ndicho unahitaji. Every other thing will go away. Vitu vyote vitapita. But it's the word of God. Lakini neno la Mungu that will never go away. Hiyo neno haitapita. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Please, I want us to go to the book of Luke chapter number 5. Nataka tuende kitabu ya Luka 5. Luke chapter 5. Luka 5. We'll read from verse number 1 to verse number 8. No, we are still standing. I have not asked you to sit down yet. Tunasoma tu tumesimama, sijasema mketi. You are not sitting down yet. Tunasimama tu. You're standing up. Luke chapter 5. Luka 5. We'll read from verse 1 to verse 8. Tutasoma mstari wa 1 na wa 8. Are they putting it on the screen for us? Ya, mutaweka pale kwa screen. Luke chapter 5. Luka 5 na mwingine ashike ya Kiswahili. From verse 1 to verse number 8. Kutoka mstari wa 1 mpaka wa 8. I will read verse 1, you will read verse 2 until we read verse number 8 together. Tutasoma mstari wa 1 mpaka mstari wa 8 pamoja. That is how we're going to do it. I'm waiting for the media man. Nagoja media mweke kwa screen. Before we even move forward, I love your church is so beautiful, man. Na kabla hatujaendelea sana, kanisa yenu you got a beautiful ni maridadi sana, inarebeka sana. Yeah, at least the church fits into international standard. Na hii kanisa kweli inafikia standard ya kimataifa. If you want to clap, you clap for your church. It's a beautiful church. Pigia kanisa yako makofi, ni kanisa zuri. Weka Kiingereza. My brother, this one that you put Swahili. Put English. Yeah, it's please right. help me to put English. Yes. Okay. And make sure that you put King James for me. Don't put NIV. Put King James. Weka King James. I want to speak in King James. Thou shalt, thou shalt, thou shalt. Nataka niongee King James. Thou shalt. Praise God. Hiyo sasa. And it came to pass that as the people pressed upon him
to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. Verse 2. Hello? Hello, hello, hello. Wait, I don't like how you are reading the word of God. Sipendi vile mnasoma neno la Mungu. Read it with all boldness and confidence and gusto. Nisoma neno la Bwana na nguvu na uwezo na mamlaka. Yes. Wow. Verse 3. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. Verse 4. Verse 4. Go ahead. And Simon answering and said unto him, Master, we have toiled all the night and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. Child. The child that I'm talking about is not you. Yes. Verse 6. Mstari wa 6. And they beckoned unto their partners, which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ships, so that they began to sink. Can we read verse number 8 together? Everybody in this building. 1, 2, 3, go. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. Father, breathe upon your word. Baba, fulisha neno lako. If you are sitting down, stand up on your feet. Kama unaketi simama kwa miguu yako. Father, breathe upon your word. Baba, weka pumzi kwa neno lako. Let your word come with simplicity. Wacha neno lako linje kwetu kwa urahisi. Let it come with accuracy. Wacha ikuje kwa uwazi. Let every man, every woman, every boy, every girl, young and old, kila mwanaume, kila msichana, mzee na mdogo, under the influence of my voice, walio chini ya sauti yako, let them to be quickened by the power of your word. Wacha wakafanywe haraka kwa neno lako. That at the end of this service we vow to give you the glory. Ili baada ya ibada hii tukakutukuze. And we vow to give you the praise. Na tukakupe sifa. Can I hear a very beautiful amen, somebody? Nisikie amen yenye furaha. Now right where you are, sasa mahali ulipo, walk to 21 persons. Nenda kwa mtu 21 persons. Kwa mtu 21. Watu 21. Tell them, waambie, God will bless me first before he will bless you. Mungu atanibariki kwanza kabla hajanibariki. Uende kwa watu 21 uambie Mungu atanibariki kwanza kabla akubariki. God will bless me first before he will bless you. Mungu ananibariki kwanza kabla hajakubariki. God will favor me first before he will favor you. Bwana atanipa kibali kwanza kabla akupe kibali. God will answer me first before he will answer you. Mungu atanijibu kwanza kabla hajakujibu. God will honor me first before he will honor you. Mungu ataniheshimisha kabla akuheshimishe. God will bless my children first before I will bless you. Mungu atabariki watoto wangu kabla abariki wako. God will answer my family first before I will answer your family. Mungu atajibu maombi ya nyumba yangu kabla ajibu maombi ya nyumba yako. God will open my door first before I will open your door. Mungu atafungua milango yangu kwanza kabla afungue yako. God will give me that miracle first before I will give you your own. Mungu atanipa huo muujiza kwanza kabla akupatia wako. Believe you, wave your hands and shout hallelujah. Inua mikono yako na upige kelele hallelujah. I just love Bishop. I just love this church already.
Askofu, nimependa hii kanisa tayari. Indeed, you are representing your name, Christ Salvation Ministry. Actually, inadhihirisha jina ya hili kanisa, Christ Salvation Ministry. Hallelujah. Hallelujah. And one good thing that I love that Bishop can speak English very well. Ninajua askofu anaweza ongea Kiingereza vizuri sana. I love that. Najua. So I can be able to introduce him to my friends abroad too. Sasa nitaenda kumjulisha kwa rafiki yangu kule nje. You want to clap very well, clap very well. Mpigie makofi vizuri. He's a good man. See, let me tell you something that most of you did not understand. Wacha nikwambie kitu wengi wenu hawajui. God has given you a good pastor. Mungu amewapatia askofu mzuri. Let me tell you. Wacha niwaambie. I've been preaching since 1988. Nalianza kuhubiri 1968. 1988. That is 37 years. Hiyo ni miaka 37. February make it 37 years. Miaka 37 that I've been preaching the gospel. Nimekuwa nikihubiri injili. I have met with great men and great women of God. Nimekutana na wanaume na wanawake wakubwa wa Mungu. But it's not all men of God or women of God that are good pastors. Lakini sio wote ambao ni wachungaji wazuri. So when God give you one, so Mungu akikupa mmoja, you got to hold that one tenaciously. Lazima uende na yeye. He said, I will give you a pastor after my own heart. Anasema nitakupatia mchungaji baada ya moyo wangu. Christ Salvation Ministry. Christ Salvation Ministry. God has given you a great, wonderful man of God. Mungu amewapatia mtu mkubwa wa Mungu. Hold him tight. Mungu. Celebrate him. Msherehekee. Honor him. There is nothing I want to say here today that he has not said to you. Sitasema kitu hapa ambacho hakusema kwenu. There is no anointing that is coming here that is not already here. Hakuna upako itakuja hapa ambayo haiko hapa. Honor this great servant of God. Heshimu mtumishi huyo mkubwa wa Mungu. My friend Reverend George called me. Akaniita. And he said you called him. Na akasema umpigie. He said that man, is that huyo mtu wa Mungu? Reverend George. Reverend George Saulo. Yeah. Yes. He told me that himself and Bishop have spoken. Akaniambia yeye na askofu tumeongea. See, when you have a man of God, uko na mtu wa Mungu, a good one, mtu vizuri, hold it well. Mushikeni vizuri. You have one here. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Are you ready for the word of God? Mko tayari kwa neno la Mungu? Are you sure you are ready for the word of God? Unajua vizuri uko tayari kwa neno la Mungu? My church is about 2,000 people. Kanisa langu lina watu 2,000. So my church is talk back to me church. You got to talk back to me. Lazima tuongee hiyo leo. So when I talk, you talk back to me. Kwa hivyo nikiongea na wewe unaongea kwangu. Are you get what I'm saying? Unanielewa? Okay. Haya. My message, I titled my message what I call Jesus want to tell you thank you with a miracle in his hand. Jesus want to tell you thank you. Anataka kukuambia asante with a miracle in his hand. Na muujiza mkononi wake. If you want to clap, you can clap. Kama unaweza piga makofi unaweza piga. We have been taught tumeambiwa over the years miaka mingi that we are to thank God. Ya kwamba lazima tumshukuru Mungu. But now I'm telling you lakini nakwambia that Jesus want to thank you. Lakini Yesu anataka kukushukuru with a miracle in his hand. Na muujiza mkononi mwake. Are you getting what I'm saying? Unasikia vile nasema? So he want to tell you thank you with a miracle in his hand. So anataka kukuambia asante kwa muujiza mkononi mwake. Clap your hands and have your seat. Piga makofi yako na uketi. Where we read is a very wonderful story. Mahali tumesoma ni habari ya kushangaza sana. About a man by the name Simon Peter. Kuhusu mtu anaitwa Simon Peter.
He went fishing. He was a businessman. Alikuwa mfanyi biashara wa kuvua samaki. And I know that actually he studied physiology or fishery in the university. Na ninajua katika chuo kikuu alisomea kuhusu kutega samaki ama mambo ya samaki. Yes. He studied samaki. Alifundisha kutega samaki. At least if I don't know anything, I know that fish is samaki. Samaki ndio inaitwa fish. We call fish samaki. That's good. Yes. And the Bible says that he went after his business because he was a businessman. Na Biblia inasema aliendelea na biashara yake maana alikuwa mfanyabiashara. And this man, when he got to the place of his business, he tried, it was a bad day for that. Na siku moja alipoenda kwa biashara yake akajaribu maana ilikuwa siku baya kwake. It was a bad day. Ilikuwa siku baya kwake. He tried everything within his power. Alijaribu kila kitu kwa uwezo wake. But to no avail. Lakini hakufaulu. The first place that we read, the Bible says, when the people, they pressed unto him to hear the word. Lakini Yesu watu wakamsukuma kusikiliza neno. This thing is not a fairy tale, it's a real life story. Ili jambo ni jambo la ukweli. They pressed on him to hear the word. Walimsukuma wasikilize neno. They didn't press on him to hear any other thing apart from the word. Hawakumsukuma wasikie kitu kingine isipokuwa neno lake. When you come to church, what do you come to see or what do you come to hear? Kati unakuja kanisani unakuja kuona nini ama kusikiza nini? The church is a place where the word of God is being taught. Kanisa ni mahali neno la Bwana linafundishwa. The church is a place where you are being trained by the word of God. Kanisa ni mahali unafundishwa neno la Mungu. Because every other thing will pass away, but the thought of God's word won't go without being fulfilled. Maana kila kitu chote kitapita lakini neno la Bwana alitapita bila kutimia. They press on him to hear the word. Walimsukuma wasikilize neno. If you press, you will get. Kama utasukuma utapata. So they press on him to hear the word of God. So walimusi wasikilize neno la Bwana. This time around they didn't press on him to see miracles. Hawakutaka waone miujiza. Rather they press on him to hear the word. Lakini walimsukuma wasikilize neno. Because inside the word is embedded miracle. Kwa maana ndani ya neno kuna muujiza. What gives birth to miracle is the word of God. Kile kileta muujiza ni neno la Mungu. Are you hearing me this time? Unanisikiliza? Are you sure you are hearing me today? Unanisikiliza vizuri? Every miracle that you ever need, kila muujiza utahitaji, is embedded in the word of God. itakuwa ni neno la Mungu. The Bible said they pressed on him to hear the word. Biblia inasema wakamsukuma wasikie neno la Mungu. In church today we have all manner kinds of activities in the church. Kuna mambo mengi katika kanisa. The 21st century church is falling short. Kanisa ya karne ya 24 imepungukiwa. There is a lot of ceremony right in the 21st century church. Kuna sherehe mingi sana katika kanisa la karne ya 24. But in the days of the apostle, kutoka siku za mitume, he said we continually giving ourselves to prayer and to the ministry of the word. Tutaendelea kujitokeza kwa maombi na kwa huduma ya neno. Their life is embedded in the word. Neno lao, maisha yao imewekwa kwa neno. Because for you to be able to pray effectively, you need the word. Na ndio wewe uweze kuomba vizuri unahitaji neno. You cannot pray without the word. Hauwezi omba bila neno. The word of God is your vocabulary in prayers. Neno la Bwana ndio kila kitu kwa maombi. Are you getting what I'm telling you today? Unasikiliza vile nakwambia leo? Rise upon him to hear the word. Na hivyo wakamusi na kumsukuma wasikie neno. The Bible said the crowd was too much. Nataka kusema kundi lilikuwa kubwa. And Jesus beckoned. Na Yesu akawasikiliza. He said, please, these people will throng me here. Akasema hawa watu wataniingiza hapa. Please, can you borrow me your boat? Tafadhali niagize boti yako. Borrow me your boat. Niazime chombo chako. Thrust it into the sea. Uilete karibu hapa. So Jesus, Peter borrowed Jesus his boat. Kwa hivyo Yesu akamwomba Petro chombo chake. And Jesus was right on the sea.
Na Yesu akaingia ndani ya bahari. And the people, they were right on the seashore. Na watu walikuwa nje ya bahari. So Jesus was preaching to them from the sea. Kwa hivyo Yesu alikuwa anawahubiria akiwa ndani ya bahari. And the people, they were right at the land. Na watu walikuwa kwa nchi kavu hapo nje. And when Jesus finished preaching, na wakati Yesu amemaliza kuhubiri, he said to Peter, akamwambia Petro, let down your net. haya, weka chombo chako cha kutega samaki ndani. Peter said, Peter akasema, you said what? Ulisema nini? I said, let down your net. Nimesema uweke chombo chako cha kutegea samaki ndani, for a great catch. kwa sababu utavua samaki wengi. Peter said, Master, Peter akamwambia mkubwa, for we have toiled all night. tumeshinda hapa tukitega samaki usiku mzima. We have, it did not that I have toiled, we have toiled. So it wasn't alone. Hakusema mimi peke yangu, alisema tulitega sisi wote. For we have toiled all night. Tumetega samaki usiku mzima. And we caught nothing. Na hatukupata chochote. I don't know how many years you've toiled like Peter. Sijui ni miaka mingapi umejaribu. I came in here this morning because of you. Nilikuja hapa leo asubuhi ni kwa ajili yako. I don't know that situation that you are going through like Peter. Sijui hiyo hali umeipitia kama Petro. I came in here because of you. Nimekuja hapa ni kwa ajili yako. I don't know that family issue that you are having like Peter. Sijui hiyo shida uko nayo kama Petro. I came in here for someone like you. Lakini nimekuja hapa kwa mtu kama wewe. Peter said, for we have toiled all night and we caught nothing. Petro akamwambia Yesu, tumejaribu usiku wote. And many of you have been in businesses. Ni watu wangapi hapa wana biashara? And many of you have been in your careers. Ni wangapi hapa mnafanya mambo ya And maisha? yet you don't have anything to show. Niko hapa leo. You don't have anything to show. Hauna chochote cha kupanda, cha kuonyesha. Don't laugh at him. Usimcheke. If you laugh at him, if I catch you. Ukinicheka alafu akuone. Okay, some of you thought that interpreting is very easy. Wengine mnafikiri kuinterpret ni If it's rahisi. easy, come and take the microphone. Na kama ni rahisi siuje, wewe kuja. Just come. If you want to clap, clap everybody. Haya, piga makofi mazuri. So Peter, So Petro, he said, for we have toiled all night and we caught nothing. akasema tumetega samaki usiku mzima na hatukupata chochote. He toiled, Amesumbuka, wamejaribu, but he did not have anything to show. lakini hawana kitu cha kuonyesha. This is 2025. Huu ni mwaka wa 2025. Most of you started the year well, Wengine mlianza mwaka vizuri, but March is coming to an end. na mwezi wa 3 unaisha, And yet there is no tangible testimony. lakini hakuna kitu ushuhuda But I unaonyesha. come by the word of the Lord this afternoon. Lakini nimekuja na neno la Bwana leo. After today's encounter, Baada ya kutembelewa there leo, shall be testimonies in your life. kutakuwa ushuhuda kwa I maisha. said there shall be testimonies in your life. Nasema kutakuwa na There ushuhuda kwa shall be maisha. testimonies in your family. Nasema kutakuwa na There ushuhuda shall kwa be familia. testimony in your business. Kutakuwa na ushuhuda kwa There shall be familia. testimony in your marriage. Kutakuwa na ushuhuda kwa There shall be familia. testimony in your relationship. Kutakuwa na ushuhuda kwa If relationship you are yako. going out, there shall be testimony. Kama unaendelea kutakuwa If na you are ushuhuda. coming in, there shall be testimony. Ukiingia kutakuwa na In ushuhuda. your family, there shall be Kwa testimonies. nyumba yako kutakuwa na If you ushuhuda. can jump up on your feet and shout, Kama amen, unaweza you are the simama one na I'm upige talking. kelele. Have your seat 1 minute. Keti tu kwa dakika moja. He said, for we have toiled all night and we caught nothing. Akasema tumejaribu usiku yote na hatukupata kitu. Even crayfish. Hata kale kasamaki kadogo kabaya. The What you call bad, the bad chicken, fish inaitwa omena. 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 Omena, kale kadogo. The crayfish The fish. actually ran away from Peter. Hata samaki zote, hata kadogo kalimkimbia Petro. The small fish, Omena ilimtoroka Petro. they ran away from Peter. Zilimsikia zikakimbia. All of them ran away. Zote zikakimbia. So even little crayfish Hata kale kaomena kadogo did not enter into Peter's net. hazikuingia kwa neti ya Petro. It was a bad day for Peter. Ilikuwa siku baya kwa Petro. Just the same way Na njia kwa njia hiyo hiyo tu. that some of you,
Wengi wenu good things normally run away from you. vitu mingi mzuri zimewatoroka. Favor normally run away from you. Vitu mzuri zimewatoroka. Abundance always run away from you. Utele umewatoroka. But I come by the word of the Lord. Lakini nimekuja na neno la After Mungu. this service today, Kuanzia leo there shall be testimony. utakuwa na ushuhuda. My God, I prophesy to 55 persons here. Natangazia watu wa In 55 the name of the resurrected kwa Christ, jina la Yesu aliye hai. we will stand up and shout amen. Wewe simama na upige kelele. There shall be testimony. Utakuwa na ushuhuda. There shall be testimony. Utakuwa na I ushuhuda. said there shall be testimony. Utakuwa na I ushuhuda. said there shall be testimony. Utakuwa na ushuhuda. Lift up your hands and shout Kwa amen. mikono yako sema amen. Lift up your leg and shout Kwa amen. mguu wako sema amen. Shake your body and shout amen. Tikisa mwili wako sema amen. Hallelujah. Somebody shout yes. Mtu aseme ndio. Have your seat 1 minute. Keti kwa dakika moja. The Bible says Biblia inasema no fish. hakuna samaki. He toiled all night. Alitega usiku mzima. But you know what he said? Na unajua alisema nini? He said nevertheless. Akasema haijalishi. Akataga yamaraga dosi kepelia. Akasema haijalishi. Nevertheless. Akasema haijalishi. At thy word. Kwa neno lako. Nevertheless. Haijalishi. At thy word. Lakini kwa neno lako. Nevertheless. Haijalishi. At thy word. Kwa neno lako. The Bible says Biblia inasema he exalts his word above his name. ameinua jina lake, neno lake kuliko jina yake. The Bible says Biblia inasema your word have I hid in my heart that I might not sin against thee. neno lako nimeweka ndani ya moyo wangu Bible nisitende dhambi mbele says zako. Biblia inasema your word is a lamp unto my feet and a light neno unto my lako ni path. taa ya miguu yangu na mwanga wa njia zangu. The Bible says Biblia inasema so shall it be the word that go out of my mouth. itakavyokuwa hivyo neno litakapotoka ndani ya kinywa It changu. shall not return unto me void. Haitatoka na irudi kwangu bure, It will accomplish that which I have lakini sent it. itatimiza ile kazi niliyoitupa The kufanya. Bible says Biblia inasema he sent forth his word, alilistawi and neno his lake, word he led them, alilituma neno lake na and he delivered likawaponya them from their destruction. na ikawakomboa kutoka kwa mauti. The Bible says Biblia inasema the voice of the Lord is strong. sauti ya Bwana ina nguvu, The voice of the Lord is mighty. sauti ya Bwana ina uwezo, The voice of the Lord breaketh the cedars of sauti ya Lebanon. Bwana ukatakata miti. Are you hearing what I'm saying? Unasikia vile nasema? The Bible says Biblia inasema in the beginning was the word, pale mwanzo kulikuwa and neno the word was with na God. neno ilikuwa na Mungu The word was na God. ile neno alikuwa The Bible Mungu. says he created all things. Biblia inasema aliumba vitu There is vyote, nothing that has been without him. hakuna kitu bila yeye. The Bible says in him was life, Biblia inasema ndani yake kulikuwa and the mwanga life was the light of na ule man. mwanga ilikuwa ulimwengu ya ulimwengu. The Bible said the light shines in darkness, Biblia inasema mwangaza utokea and gizani, the darkness cannot comprehend lakini it. giza haiwezi kaushinda The Bible mwangaza. says he came to his own. Biblia inasema alikuja kwa wao, His own rejected him. wale wake He wakamkataa, said, but as many that we accept him, lakini wale waliompokea gave them power to become the sons of amewapatia God. uwezo wa kuwa watoto wa Mungu, Them that are born by the will of man, wale waliozaliwa kwa mapenzi ya Mungu, not by the will of the flesh, lakini sio mapenzi ya mwili, not by the will of the blood. sio mapenzi ya damu, They are born of God. lakini wamezaliwa na And the Mungu. Bible says Na Biblia inasema in verse number 14, mstari wa 14, and the word became flesh. na neno ikafanyika mwili, The word became flesh. neno ikafanyika mwili, The word became man. neno ikawa mwanadamu, The word became physical. neno ikawa mwanadamu, It became touchable. ikawa mwanadamu, It became handleable. ikamkuwa It dunia, became visible.
ikawa inaonekana the word of God, neno la Mungu it became man. ikafanyika mwanadamu. If the word of God can become man, Kama neno la Mungu linaweza kuwa mwanadamu, the word of God can become physical, kama neno la Bwana linaweza onekana, everybody can see, kila mtu anaweza ona, that shows that the word kwa neno can be that visa that you need, hiyo ndio unahitaji, can become that marriage that you need, inaweza fanyika hiyo ndio unahitaji, can become that contract that you need, inaweza fanyika hiyo kazi unahitaji, can become that favor that you need, inaweza takuwa hiyo gari can unahitaji, become that settlement that you need, inaweza fanyika hiyo kitu can unachotaka, become that breakthrough that you need. hiyo breakthrough unataka. Are you hearing what I'm telling you? Unasikia vile nasema? If you believe it, can you stand up and shout Kama yes? unaamini, amuka, piga makelele. Have your seat 1 minute. Kaa kwa dakika moja. The Bible says, and the word became man. Biblia inasema na neno ikafanyika mwanadamu. He said, at thy word. Na akasema na kwa neno lako. At thy word. Kwa neno lako. There is nothing that thrills me than the word of God. Hakuna kitu kinanifurahisha kama neno la Mungu. What puts springs right on my step Hiyo inaleta furaha kwa kwenda kwangu. is the word of God. Ni neno la Mungu. The Bible says, I love your word more than the meals that I eat. Biblia inasema nalipenda neno lako kuliko chakula I ninayokula. get what I'm saying. Unaamini kile nasema? He said, let the word of God dwell in you richly, Kasema wacha neno la Bwana likae kwenu kwa in utajiri, all wisdom and spiritual understanding. kwa hekima na kuelewa kiroho. He says, study that you might show yourself approved unto God. Soma neno ili ujulikane mbele za Bwana. A workman that needed not to be ashamed, Mfanyi kazi hahitaji kuheshimishwa, rightly dividing the word of truth. lakini anajua neno la ukweli. That shows that the word of truth can be divided. Yaani neno la Bwana linaweza likangawanywa. The word divided there simply means rightly interpreting the word of God. Neno la Bwana linamaanisha kupewa sehemu ya neno la Bwana. Clap for my interpreter. Unipigie makofi wewe. He said, at thy word Anasema kwa neno lako I will let down the net. nitaweka chombo changu ndani. In other words, my profession has failed me. Hata kama karia yangu He imeniangusha, was a fisherman. mimi kama mvua samaki, He knows all the schemes, all the strategies anajua njia zote of fishery, za kutega samaki, but it fails him. lakini zikamwangusha. Some of you, your education might have failed you. Kuna vitu zimekuangusha. Some of you, your smartness might have failed you. Wengine mna akili nzuri lakini mumeanguka. But what can help you is the word of God. Lakini kinachoweza kukusaidia Are you hearing neno la the bishop? Mungu. We must bring back the word to the church. Lazima turudishe neno kanisani. When Jesus was leaving, Wakati Yesu alikuwa anaondoka, he did not give the disciples money. hakuwapatia mitume pesa, He did not give them a skyscrapers. hakuwapatia makaratasi, He did not leave them with houses. hakuwaacha na manyumba, He did not leave them with a fat bank account. hakuwaacha na maakaunti zenye pesa. All that he left with them, Alichowaachia, he left with them the word of God. aliwaachia neno la Are you Mungu. getting what I'm saying? Unapata kile We nasema? must bring back the word to the church. Lazima tulete neno kanisani. The word is the force of the church. Neno ni sauti ya kanisa. The word is the life of the church. Neno ni uhai wa kanisa. Without the word, the church will die. Bila neno kanisa litakufa. What keeps the church alive is the word Kile of God. kinaweka kanisa hai ni neno. That's why Jesus said Hiyo Yesu akasema in John 6:63, Yohana he said, the 6:63, word that I speak unto you, akasema neno niliyowapatia they are spirit and they are life. ni uhai na niko hai. They are spirit Ni roho and they are life. na iko hai. So spirit and life So roho na uhai is in the word of God. iko ndani ya neno la Mungu. He said, but at thy word.
akasema kwa neno lako every other things has failed me, vitu vyote vimeniangusha, but at thy word lakini kwa neno lako I will let down the net. nitaiachilia neti yangu. And the Bible says Na Biblia inasema he let down the net. akaiachilia neti yake. Probably he wasn't expecting anything, Pengine hakutarajia chochote, because he has taught Bishop all night. maana askofu alikuwa amejaribu The Lord usiku asked me to announce to 55 persons yote here, kutangazia watu 55, your season of toiling has come to an end. season yako ya kusumbuka imefika mwisho. No, you will not toil again. Hautasumbuka I said you tena, will not toil again. hautasumbuka You will tena, not struggle in life again. hautastwangu kwa I maisha said you will tena, not toil again. hautastwangu I tena, said you will not toil again. hautastwangu In tena. your business you will not toil Kwa again. hiyo biashara yako In that your itasumbuka family you tena, will not toil kwa again. hiyo familia In utang'ang'ana that your tena, career you will not toil kwa hiyo again. karia utang'ang'ana tena, Upon your children you will not toil kwa watoto again. wako utang'ang'ana Over the tena, works of your hand you will not toil again. mikono yako haitasumbuka Stand tena. upon your feet and shout Kwa yes. miguu yako na useme ndio. Have your seat 1 minute. Keti dakika moja. At thy word Kwa neno lako I will let down the net. nitaiachilia chombo changu. And the Bible says he let down the net. Na Biblia inasema akaachilia neti yake. He wanted to actually drag the net out, Alitaka kuitoa kwa haraka. proving that Jesus lied. Alifikiri Yesu amedanganya. But as he threw in the net, Lakini alipoirusha nyavu yake, he wanted to drag the net back. akajaribu kuivuruta. The net was the one dragging him. Ile nyavu haingeweza kutoka. Favor will pursue you. Mtu atakufuata. Miracle will pursue you. Miujiza itakufuata. Yeah. From today. Kuanzia leo. Say from today. Asema kutoka leo. Favor will drag you. Miujiza itakufuata. Miracle will drag you. Miujiza itakufuata. Blessings will drag you. Baraka itakufuata. Favor will drag you. Kizuri itakufuata. If you can stand up and shout yes. Unaweza simama na useme ndio. Have your seat 1 minute. Unaweza keti dakika He moja. let down the net. Akaachilia nyavu yake. And the Bible says Na Biblia inasema he had a great catch. akapata samaki wengi. To an extent, Bishop, the Bible says his net started breaking. Kiasi ya kwamba skovu hiyo nyavu yake ikaanza kuvunjika That ukatika. is what I called Na hiyo ndio naita a net breaking miracle. muujiza wa kuvunja nyavu. See, Aha. I had the theme of the year of this church, Nilikuwa na mwelekezo wangu wa kanisa mwaka huu, and something stirred up within me. na kitu ikachemuka ndani yangu. Something went up within me sporadically. Kitu kikakuja kwangu kwa nguvu, Supernatural change. kikaniambia mabadiliko ya kiungu. What? Supernatural Nikauliza mabadiliko magani? change. Wapendwa, When you talk about supernatural change, ni nini hii mabadiliko ya kiungu? you are talking about miracle. Unaongea kuhusu muujiza. What is miracle? Muujiza ni nini? Miracle is the supernatural intervention of God in the natural affairs of men. Ni ile kutembea kwa Mungu kwa njia ya kiungu. Supernatural change. Mabadiliko ya kiungu. Job 14:14. Yohana 14:14 He said, when a man die, will he live again? inasema mtu akifa, He said, until the day of my appointed time will I wait. aha, Until my change come. mpaka mabadiliko yangu yakuje. Job 14:14. Yohana 14:14 When a man die, will he live again? mwanadamu akifa ataishi tena, Until the time of the day of my appointed time will I wait. mpaka wakati nitakuja ndipo atamka, Until my change come. mpaka mabadiliko yaje It's supernatural. kwa njia ya kiungu. You have waited up to now. Umegoja mpaka leo, There will be a supernatural intervention.
kutakuwa na kuingiliwa kwa kiungu that will catapult you into the change that you need. ambayo italeta mabadiliko unayohitaji In 2025. mwaka wa 25. If you believe it, can I hear a very big Kama amen? unaamini, piga kelele na upige mikono yako juu. Jesus. Yesu. Peter said, Petro akasema, he let down the net akaweka nyavu yake chini and he had a net breaking miracle. na akapata muujiza wa kuvunja nyavu, To an extent mpaka that he started beckoning on his akaanza partners. kuwatafuta na kuwaita marafiki. The partners that were laughing at him, Wale waliokuwa wanamcheka they come around to assist him. wakaanza kukimbia kumsaidia. People that have been laughing at you, Watu waliokuwa wanamchekelea, there is a miracle that will happen in your life kuna muujiza utafanyika maishani that will mwako cause them to gather together ambayo itawaleta watu to come and assist you. wakuje wakusaidie. If you can stand up and shout, yes, you are the one Simama na I'm- useme ndio. Have your seat 1 minute. Keti kwa dakika moja. Bishop, Askofu, I was preaching in a church nilikuwa nahubiri kanisani mwangu and I saw a lady, na nikaona mama mwanamke, and the Lord asked me, Mama, that see, tell that lady that she owned a supermarket. nikamwambia mwambie yule dada atapata supermarket. Then I went to the lady, Bishop. Nikaenda kwa yule dada askofu, I said, lady, the Lord nikamwambia said I dada, should tell you, you own a supermarket. nimeambiwa nikwambie utapata duka kubwa la kuuza vitu. She said, no, Bishop, Akasema- I don't have a supermarket. Akasema hapana askofu, mimi sina duka kubwa la kuuzia vitu. You've not seen anything. Hakuna kitu. I have seen things. Nikasema asante. I went back again. I was prophesying to other people. Mimi nikaenda kwa mwingine, alikuwa anatabiria wengi. The Lord said, Martins, Bwana akaniambia, go back to that woman. Martin, rudi kwa yule mwanamke, Tell her what I told you. mwambie kile nilichokuambia. I said, woman, the Lord said I should tell you, you own a supermarket. Kamwambia mama, Bwana anasema utapata duka kubwa She la kuuza said, vitu. Bishop, I don't have a supermarket. Akasema askofu, mimi sina duka kubwa la kuuza vitu. The pastor that invited me, Mchungaji aliyenialika he did like this. akafanya namna hii. This one, he did not see this one well at all. Akasema hii kitu sijaona hii. In his mind, he'll be saying, but I used to know Bishop Martins. Lakini akasema lakini nimekuwa nikimjua askofu Martin. Everything he said is always accurate. But why? This one. Lakini mambo yote amekuwa akisema ni The lakini man head was like this. kichwa ya But me, I don't send anybody. huyo mbiri ilikuwa hivyo, lakini mimi sikutuma mtu. As long as it is the word of God, Kwa kuwa tu ni neno la Bwana, I look away from the man. nikaachana na yule mtu. The Lord said, Martins, go back to that lady and tell her what I told you. Bwana akaniambia rudi tena Martin kwa yule mama umwambie. I went back to her. I said, lady, Nikaenda kwake the tena Lord said nikamwambia, I should tell you Bwana amenituma nikwambie that you own a supermarket. kwamba utapata supermarket. She said, Bishop, I don't have a supermarket. Akasema askofu, mimi sina duka kubwa la kuuzia vitu. I prayed for other people. Nikaenda kuombea wengine I concluded the meeting. na nikamaliza mkutano. I flew back to my base. Nikapanda ndege nikarudi mahali kwangu. On Tuesday, Tuesday iliyopita, the following week, the man of God called me. hiyo wiki ilifuata, mtu wa Mungu akanipigia simu. He said, Bishop Martins, Akasema, Bishop Martin, how are you doing? unaendeleaje? I said, I'm good, man of God. Nikasema naendelea vizuri, mtu wa Mungu. He said, do you remember that lady that you said owned a supermarket in your prophecy? Je, unakumbuka yule mama uliambia atapata supermarket ama akoda supermarket kwa unabii? I said, yes. Nikasema ndio nakumbuka. He said, it's as if something has happened. Akasema nikafikiria ni kama kuna kitu imefanyika. I said, man of God, stop that thing that you are trying to do with me now. Nikamwambia mtu wa Mungu, hebu simamisha hiyo kitu unataka kufanya. Don't patronize me with that. Usiniambie hiyo kitu. Bishop, Askofu, see, I'm simple, mimi ni wa rahisi, but I'm disciplined. lakini nina tabia zangu. Jesus was simple, Yesu alikuwa rahisi, but
is a disciplined person. lakini alikuwa mtu ana mipango yake. As a man of God, Nikasema mtu wa Mungu, when that prophecy came, wakati unabii huo ulipokuja, you were disappointed. nilivunjika moyo. Your head was down. Kichwa yako ilikuwa chini. But you don't have the guts Lakini hatuna miungu to come and confront me. ya kuja kunipigia kelele. But you've already concluded it in your heart. Lakini ukaimalizia ndani ya moyo wako. I said, with all humility, man of God, Nikasema bila kunyenyekea mtu wa Mungu, before I will pay attention to you, kabla nikusikilize, you need to bring that lady to a conference call. lazima kwanza umlete huyo dada kwa mkutano. I don't want to hear from you. I want to hear from her. Nikusikilize wewe askofu, mlete wewe nimsikilize mimi. The man of God, okay, Bishop. Mtu wa Mungu akaniambia, haya sawa askofu. Immediately he put the lady right on a conference call. Na akamleta yule mwanamke kwa video call ama conference call. The lady said, oh, Bishop. Dada akasema, oh askofu. Bishop, how are you doing, Bishop? Askofu waendeleaje askofu? I say, see, stop that you are trying to do. Don't patronize me with that. Wacha hiyo unasema, wacha, usinifanyie mambo mzuri na hiyo. Lady, go straight to the point. Nikamwambia dada, wacha salamu, sema kile unataka kusema. Then she said, actually, Bishop, I don't have a supermarket. While you were prophesying, I don't have a supermarket. Kweli askofu, mimi sina supermarket vile ulikuwa unatabiri. But on Monday, I went to go and buy Pampers for my daughter. Lakini nilipoenda kununua Pampers kwa msichana wangu in a supermarket, kwa duka kubwa la kuuzia vitu, when I got in there, I bought the Pampers. Niliponunua Pampers za mtoto, I paid the money, nikalipa pesa, and I was at the exiting door. Na nikitoka kwa mlango, and a man called me from the counter. Mwanaume akaniita kutoka kwa He kashier. said, woman, akasema lady, come. Mwanamke kuja. Then I said, me? Nikauliza mimi? 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 Ni mimi? He said, wewe. Akasema ni wewe. Hallelujah. 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 He said, yes, come. Akasema ndio njoo. And he said, but I paid for the Pampers. Why are you calling me like that? Unaniitia nini? Nililipa pesa yako, unaniitia nini? He said, woman, come. Akasema mwanamke njoo. And she walked back to the man. Na dada akaenda akarudi kwa. And the man said to her, na mwanamume akamwambia, I never noticed you. Sija kujua sikujui. But while you were about going out of the door, lakini ulipokuwa unatoka nje, something tells me that you are the one we have been looking for. Mtu akaniambia wewe ndiye tumekuwa tukitafuta. The woman said, look for me for what? Unanitafutia nini? You want to arrest me? Unataka kunikamata? I did not steal anything. Sikuiba kitu hapa. The man said, I did say that indeed. Huyo mwanaume akamwambia, sikukuambia ati uliiba. You stole something. Sikukuambia uliiba. Then he called the wife. He said, sweetheart. Akamuita akamwambia, he said, bring that document. Leta ile stakabadhi. And he brought a brown envelope. Akaleta bahasha brown. And the wife gave it to the man. The man said, this is my wife. Yule mwanaume akamwambia, hiyo ni mke wangu. Then he opened the envelope. Wakafungua bahasha. He brought out inside the envelope. Ndani ya bahasha akatoa nje. Their international passports. Passport ya kimataifa. He opened it. Akaifungua. He said, look, all of us will have visas. Akamwambia zote tuna visa. We just have only this week to remain in this country. Tuko na wiki hii tukukaa kwa mkutano huu. We are not coming back again. Hatutarudi tena. We have been looking for who we can give and dash. Tumekuwa tukitafuta ni nani tunaweza tukapatia. Supermarket you. Supermarket. But immediately where you are right at the exiting door. Lakini wakati alikuwa anatoka kwa mlango. I don't know what came over me. Sijui nini kilitoka. But he said you are the one that we've been waiting for. Lakini wakaniambia wewe ndio tulikuwa tunangoja. Brothers and sisters. Wanaume na wanawake. That is how this woman became a supermarket. Hivyo ndivyo huyu dada alifanyika kuwa na supermarket. Are you hearing what I'm telling you? Unasikia kile nakwambia? Prophecy doesn't make sense in the beginning.
Kwa mwanzo unabii hauonyeshi chochote. It makes sense at the end. Inaonyesha matokeo kule mwisho. If you want to clap, you got to clap. Kama unataka kupiga makelele, piga makelele. Prophecy doesn't make sense in the beginning. Unabii hapo mwanzoni haionyeshi It chochote. makes sense at the end. Lakini kule mwisho unaleta utofauti. Bishop, before we know it, Askofu, kabla hatujajua, after 1 month plus, mwezi moja ulipopita, the man normally have that program once in a year. kwa mwaka moja, Invited me again. akanialika tena. I said, but I just finished from your church. You're inviting me. He said, man of God everywhere are scattered. Akaniambia mtu wa Mungu kila mahala. Because testimony is everywhere. Maushuhuda kila mahala. When I landed at the airport, sir, Niliposhuka airport, guess who came to pick me up from the airport? The lady, the lady. Yule dada. He said, Bishop, Akasema, askofu, I've told my pastor nimemuita askofu wangu that I will take care of every bill. ya kwamba mimi nitamshughulikia kila kitu. The last time that you came, I was a struggling woman. Ile wakati ulikuja nilikuwa mtu mwenye kichwa ngumu. But prophecy located me. Lakini unabii ukanitafuta. My life changed. Maisha yangu ikabadilika. The only thing that can take away your leprosy is prophecy. Kile kinaweza ondoa ukoma wako ni unabii. What is prophecy? Unabii ni nini? Prophecy is not I see, I saw, I see. Unabii si naona, niliona, naonyeshwa. Those ones, they are for boys. Hiyo imepitwa na wakati. What did I say? Nasemaje? They are for boys. Ni za wa vijana. I see, I saw. Hii naona, naonyeshwa, tuliona. Ni ya vijana. Prophecy is the spoken word of God that comes with power. Unabii ni neno la Bwana aliongea likadhihirika The kwa Bible says, for I am not ashamed of the gospel of Biblia Christ. inasema kwa maana mimi siaibiki kwa neno la Mungu. For it is the power of God unto salvation. Kwa maana ni nguvu za Bwana ziletao For wokovu. everyone that believes. Kwa wale wanaoamini. To the Jews and also to the Gentiles. Kwa ukweli kwa waliookoka na Wayahudi. He said in it the righteousness of God has been revealed. Ya kwamba kwa wateule wa Bwana wamekombolewa. From faith to faith. Kutoka just as it has been written. Vile tu ilivyokuwa. The just shall live by faith. Watakatifu wataishi kwa imani. I am not ashamed of the gospel of God. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel of Christ. That's the power of God unto salvation. The power is in the gospel. Take away the gospel, no power. What is gospel? Gospel simply means good news. I said gospel means good news. What is the good news to the unsaved? God can save you now. What is the good news to the sick? God can heal you now. What is the good news to the poor? He can make you rich now. What is the good news to the downtrodden? He can lift you up again. Come on, stand up and shout yes. Have your seat 1 minute. The life of that lady changed. Maisha ya dada huyo ikabadilika. Once and for all. Mara moja na siku zote. One word from God. Neno moja la Mungu can change your life forever. Inaweza ikabadilisha maisha yako milele. You don't need too many words. Hauhitaji maneno mengi. Only one word. Unahitaji neno moja. He said to Martha. Haijalishi. He said, Martha, he said, you are so worried of so many things. Akasema unachanganyikiwa na vitu mingi. But only one thing is needful. Akamwambia Mary, unasumbuka na vitu mingi lakini jambo moja lahitajika. One thing is needful. Moja yahitajika.
And that Mary had gotten. Na hicho Mary amekipokea. And nothing can be able to take it away from her. Na kitatolewa kwake. That's why when Jesus died, Ndio maana wakati Yesu alikufa, the first person that saw Jesus mtu wa kwanza alipomuona was Yesu that same Mary. alikuwa ni yule dada. Because Jesus communicated deep things to her. Maana Yesu alimuongelesha vitu mzito sana. Forget about activities. Wacha mambo mabaya. Go back to the word. Rudi kwa neno. Your future Maisha yako ya mbele is in the scripture. iko ndani ya maandiko. Amen. That's where your future lies. Hapa ndipo maisha yako He ya said, let baadaye. not this word of the law Anasema usiache hili neno la Bwana depart from your heart. litoke moyoni He said, mwako. meditate on it Litafakari day and night. jana na usiku. He said, observe to do everything that is written therein. Uhakikishe umefanya kile He said, kimeandikwa in hapo. that way, you Inasema kwa njia hiyo wewe will make your way prosperous. utafanya njia yako kufaulu. We have good success. Utapata mafanikio mazuri. Sure. Bishop, I told people, Askofu naliwaambia watu, you don't need native doctor to go and get power to serve God. hauhitaji madaktari wa kienyeji upate nguvu utumikie Mungu. You cannot preach Christ and you put devil in your back pocket. Hauwezi ukahubiri Kristo na umeweka kakitu hapa nyuma. Are you get what I'm saying? Unasikiliza kile nasema? All my friends around the world, they've called me, Bishop Martins, what is the secret? Maaskofu wote wamepigia ni simu wakaniuliza, The askofu, secret is the word siri of ni God. nini? Nikawaambia siri ni neno la Mungu. He will always defend his word. Yeye atatetea jina lake. And the Bible says, Na Biblia inasema, Peter said, oh, I am a sinner. Peter akasema, mimi ni mwenye dhambi. Even though that he was a sinner, Hata kama alikuwa mwenye dhambi, Jesus still gave a miracle. Yesu akamfanyia muujiza. You know, some of you, Unajua wengi wenu, some of you, because of the little mistake that you made, unajua wengi wenu kwa makosa kidogo mlio nayo, you thought that God has forgotten you. unafikiria Mungu alikusahau. No, that is the lying dart of the enemies. Na hiyo ni uongo ya shetani. Bishop, Askofu, Sarah in the Bible, dhambi imekuwekwa Bibলিani. Genesis chapter number 18. Mwanzo 18. One day, three Siku men moja, watu watatu were just passing by. walikuwa wanapita They are going on their own journey. wakienda safari yao. Abraham Abraham was seated alikuwa ameketi under the tree of Mamre. kwa mti mkubwa wa Mamre. And he noticed, he said, these men, Kaona akaangalia akasema, wanaume hao, let me invite them, let me wash their feet. hebu niwaalike niwaoshe miguu yao At least before they continue their journey. kabla waendelee na safari yao. And the Bible says, he Biblia beckoned on them. He said, please come. Akawaita, Let me give kujeni you small food kuleni kachakula kidogo and wash your feet. na niwaoshe miguu yenu. He did not know who he was talking to. Hakujua alikuwa anaongelesha kina nani. The Bible says, Biblia inasema, and they obliged. na They obliged. They accepted. wakakubali, And they went to Abraham's camp. wakaenda kwa Abraham. And Abraham told Sarah, oh yeah, go and prepare. Go and kill. You know, Abraham akamwambia, mgeenda tengeneza. a good woman is a good woman. Wow, If you want every woman here, clap for mwanaume mzuri yourself. ni mke mzuri. Every woman, clap for yourself. If you're a Kila woman, mwanamke clap. jipigie makofi. And she prepared the meal. Na akatengeneza chakula. And after they have eaten, Na walipomaliza kula, it's after they have eaten. walipomaliza chakula, Tell your neighbor, after they have eaten. walipomaliza kukula, Then they said, akasema, Abraham, Abraham, where is Sarah, thy wife? Sara mke wako yu wapi? He said, she's right in the tent. Akasema ako kule mahemani. He said, according to the time of life, Akasema kulingana na siku za maisha, by this time next year, kwa wakati kama huu mwaka ujao, she will carry a bouncing baby boy. atabeba kijana tumboni mwake. The Bible says, Biblia inasema Sarah heard it.
Sara akasikia and she laughed. na akacheka. Why did she laugh? Kwa nini alicheka? Because she doubted. Maana hakutilia maana. Sarah was about 90 years old. Sara alikuwa na miaka 90. She laughed. So akacheka. And the angel said, the man said, Sarah, Mwanaume akamuuliza, Sara, why did you laugh? mama, kwa nini ulicheka? Sarah said, but I did not laugh. Sara akasema mimi sikucheka. But indeed, she laughed. Kwa kweli alicheka. That shows that she lied. Hiyo inamaanisha alisoma. Alidanganya. See, I read my Bible contextually. Nasomanga Biblia kweli kabisa. She lied. Alidanganya. At that point, for the mere fact that she lied, Na kwa kweli alidanganya. God said, Mungu akamwambia hapana. but you laugh. Lakini ulicheka. He did not argue with her. He said, but you laughed. Akushughulika, akamwambia ulicheka. He did not say because you laughed. Oh yeah. Akusema baada juu umedanganya kofi. Rather, what did he do? Lakini akafanya nini? After 2 months, 3 months. Baada ya miezi miwili. After 3 months. Baada ya miezi 3. Sarah started having weight. Sara akaanza kukua na akaongeza. 4 months, the thing is getting bigger. Miezi 4 akaanza kunenepa. 6 months. She said, what? Is it that I'm eating very well in Abraham's house? Akaanza kusema ni kama nakula vizuri kwa nyumba ya mume wangu. Before we know it, 9 months. Kabla hatujajua miezi 9. She delivered. Akajifungua. A bouncing baby boy. Mtoto mkubwa wa kiume. According to the word. Kulingana na neno. Now listen to me. Na usikiliza. She laughed, Abby. Alicheka. That thing that she laughed about, Hiyo kitu alichocheka, God used it to give her a miracle. Mungu alikutumia kuifanya. The meaning of Isaac is laughter. Aha. So you don't need to believe me. Hauhitaji kuniamini. Eh? But something is certain. Lakini kitu lazima. That thing that you doubt, that you said it is impossible. Hiyo kitu ulisema iwezekani. That is what God will put in your hand. Hiyo ndio kitu Bwana ataweka kwa mkono wako. She laughed. Alicheka. God said you. Mungu akamwambia wewe. You laughed. Ulicheka. I will use that your doubt. Nitatumia hiyo kutoamini kwako. I will use it to give you a miracle. Hiyo ndio nitatumia nikupe muujiza. How many of you have doubted before? Can I see your hand? Najua kuna watu hapa hawajaamini mpaka leo. Inueni mikono. You've doubted. Let me see. Wewe uaminiki chochote. Let me see your hand up. Au kuamini hiyo jambo, inua mkono. Some people are so holy in church. Unaona kuna watu watakatifu sana kanisani. You see, that thing that you doubt about, Hiyo kitu ambayo au kuamini, God will put it in your hand as a hiyo miracle. kitu ndio Bwana ataweka mkononi mwako kama muujiza. In my own meeting, I normally tell people whether you have faith or you don't have faith, Kwa mkutano wangu uwe na imani usikuwe nayo, it doesn't concern me. hiyo hainihusu mimi. I don't need your faith. Sihitaji imani yako. Huh? The oil on this end, Mafuta iliyo kichwani hii it doesn't have respect for your background. haihitaji kujua umetoka wapi. It will catapult you to your next level. Itakupeleka mpaka mahali unastahili kuwa. And do you know what Peter said? Najua nini? He said, I am a sinner. Akasema mimi ni mwenye dhambi. But what happened? Lakini nilitokea. He borrowed Jesus his boat. Akampa Yesu chombo chake. Yesu did not return his boat to him empty-handed. Yesu hakumrudishia hicho chombo. He told him, thank you, Peter. Akamwambia asante Petro. With a miracle. Hiyo iko muujiza. He wants to tell you, thank you. Anataka kukuambia asante. With a miracle. Na muujiza. He wants to tell you, thank you. Anataka kukuambia asante. With a miracle. Na muujiza.
Let's do small arithmetic. Wacha tufanye hesabu kidogo. And I want you to answer me very well. Nataka unijibu vizuri. Then I close. Alafu nifunge. Peter went to fish, Abi. Petro alienda kuvua samaki. The Bible says he toiled all night and he caught nothing. Na Biblia inasema alivua usiku wote na hakupata chochote. Is it true? Ni ukweli? After Jesus borrowed his boat, Baada ya Yesu kuomba chombo chake, and Jesus used his boat to na Yesu preach, akaitumia kuhubiria, something happened. kitu kilifanyika. All the fishes that ran away from Peter, Zile samaki zilikuwa zinamtoroka Petro, they came back to come and hear the voice of the one who created them. zilikuja baada ya kusikia sauti ya yule aliyeziumba. Are you hearing what I'm saying? Unasikia kile nasema? They refused Peter, Walikataa Petro, but they pay attention to the voice of the one who created them. lakini wakasikia sauti ya yule aliyeziumba. They come to hear the voice of Jesus Zikanje kusikia sauti ya Yesu for the very first time. kwa mara ya kwanza. All the fishes right in the deep, Samaki zote they came to hear the voice of God. zilisikia sauti ya Mungu. And when Jesus noticed, Na wakati Yesu aliona they have come to hear me. zimekuja kumsikia, Peter, Peter, let down the net. haya weka nyavu yako ndani. Anything that have refused you, Ile kitu iliyokukataa wewe they will never refuse the word of God. haitakataa neno la Bwana. Are you hearing what I'm saying? Unasikia kile nasema? When God speaks, Wakati Mungu ameongea, everything pay attention. kila kitu umusikia. When God speaks, Wakati Mungu anaongea, everything hears. kila kitu usikia. Kweli. So fish can hear. Samaki anaweza sikia. Samanki can hear. Samaki anaweza sikia. Mama, don't let me go there. If I go there, we'll leave here by 7 p.m. today. Are you hearing what I'm telling you? Unasikia kile nasema? And you know what happened? He failed yesterday. Kwa neno lako ulianguka jana. Was it the same river Ni mto huo. that Peter fished yesterday and he failed? Petro aliweka jana na hakupata. It's the same river. Ni mto huo. Today he had a great catch. Lakini leo amepata wewe. Is it the same river? Sikiliza. If you want to clap, clap. Kama unataka kupiga makofi piga. Was it the same boat Ni chombo kile that Peter used to fish ambacho Petro alitumia kuvua that samaki. he failed yesterday? Alitumia jana. And akafeli. today, Na leo. the boat was filled up. Was it the same boat? Ni ile ile. Are you sure? Unajua vizuri? Are you sure, sure, sure? Una uhakika? Clap for yourself. Jipigie makofi. Now, was it the same net Ni nyavu hiyo that Peter used yesterday ambayo Petro alitumia jana that he failed? na ikakataa. But today, Lakini leo he used the same net ameitumia nyavu hiyo and the net started breaking. na ikaanza Was kuvunjika it the same net? kwa sababu ya kubeba. Ni hiyo. Are you sure? Unajua? Do you study your Bible very? Are you sure? Unajua wewe? Then clap for yourself. Haya, jipigie makofi. Now, Aha. was it the same Peter Ni Peter mwenyewe who failed yesterday ambaye alianguka jana that succeeded today? na akafaulu leo. Are you sure? Unajua vizuri? You are sure? Una uhakika? Okay, clap for yourself. Haya, jipigie makofi. So now I speak over your life. Sasa hivi nanenea maisha yako. Where you have failed before, Mahali ulianguka kwanza, I'm sending you back there ninakurudisha hapo sasa by the power of the Holy Ghost. kwa neno na nguvu
nguvu ya Roho Mtakatifu. As you stand up on your feet, unaposimama kwa miguu yako, as you shout this amen like a thunder, unaposimama kwa miguu yako, go back and succeed where you failed yesterday. Uliangukia ukafaulu. In the mighty name of Kwa jina Jesus. kubwa la Yesu. Jesus told him, thank you. Yesu akamwambia Petro asante, With a miracle na muujiza in his hand. kwa mkono wake. He wants to tell you thank you. Anataka kukuambia asante. He will never forget your labor of love. Hata sahau kazi yako ya upendo. He has known the lot of effort that you put in. Anaona bidii uliyoiweka. You've told God thank you enough. Umemwambia Bwana asante. Now he wants to tell you thank you. Sasa anataka yeye akwambie asante. With a miracle in your hand. Kwa muujiza mkononi Are you mwako. sure that you are blessed today? Are you sure you are blessed today? Uko na uhakika umebarikiwa leo? Are you sure you are blessed today? Una uhakika umebarikiwa leo? Are you sure you are blessed today? Una uhakika umebarikiwa leo? If you want to clap, clap very well. Kama unataka kupiga makofi, piga leo.